Mbona Ruto asichukue huyo kijana wake George Ruto atupatie sisi majenizi tumuue, alafu tuchangie William Ruto milioni 2? Atasikia aje? Kwani si huyo George Ruto ni mtoto? Kwa nini asitupatie sisi majenizi tumuue, alafu tumpatie William Ruto milioni 2? Yeye anapotuambia haiwezi lipa, hiyo pesa haitoshi kulipa uhai. Alipokuwa anatuma mapolisi wakaue vijana, alikuwa anajua haiwezi lipa uhai. Alipokuwa anasema vijana wapigwe marisasi, alikuwa anajua hana pesa ya kulipa uhai. Na kwa nini anaua vijana wenyewe kiholela? Kwa sababu ya tamaa ya uongozi. Kwa sababu hiyo ni tamaa ya uongozi William Ruto ako nao, ndio maana anaua vijana. Kijana hana makosa yote, vile umeambiwa mtu mwenye anataka kupindua serikali anakuaga na bunduki. Mtu mwenye anauza mask, wewe utaniambia alikuwa anataka kupindua serikali vipi? Anauza mask, amefuatwa kwa corridor kabisa, nyote mliona, na akamiminiwa marisasi. Kwa nini hao polisi wasiende kuvamia wezi wa ng'ombe? Vile tuliona mapolisi wanapiga vijana wa university marisasi, wana-act ni kama movie. Mbona wasiende kuact hizo movie huko Elgeyo Marakwet? Mbona wasiende Baringo na Turkana kuact movie? Na wakati tunakuambia William Ruto ni one term, bado unazidi kuuliza maswali. Ni maswali ya nini unauliza? Wewe ni kumaanisha huna future na huna vision. Na kama huna future, mimi nasema kila siku, kama huna future, wacha kutatiza watu wengine wenye wako na future. Sisi tunataka kusonga mbele, sio kuambiwa ate Uhuru alifanya, hata Kibaki alifanya, hata fulani. Tunataka ikomeshwe, kwa sababu kuna mtu alizaliwa kabla ya Uhuru, kuna mtu alizaliwa kabla ya Kibaki. Wewe ukimwambia sasa wewe mtoto utaumia kwa sababu hata Kibaki aliumiza watu, wewe huna akili. Na kama wewe ni mzazi hukusomeshwa na baba yako, basi wewe usiseme sitasomesha. Naomba nyinyi wa Kenya na nyinyi vijana, musikubali kugawanywa kwa misingi ya kikabila na huyu William Ruto. Sisi historia yake tuko nayo tangu wakati wa Moi. Moi hakuwa Mkikuyu, lakini alipomkataa hamkusema ni mkabila. Sisi tumempa William Ruto kura tukijua anaitwa William Samoei Ruto. Na tulikuwa tunajua yeye ndiye alichoma wa Kikuyu kanisa la Kiambaa. Yeye ndiye alikuwa mshukiwa mkuu na tukampa kura. Leo hii ukija ukiniambia tunamchukia, akili yako iko sawa kweli? Sisi ndio tulichomwa Kiambaa na sisi ndio tumempa kura. Sasa saa hii nikikwambia simutaki Ruto, kwa nini useme namchukia? William Ruto ndiye amenichukia kwa sababu wakati alikuwa anatuita mahasura, majenizi, anatuita wangwana, hakuwa ameona sisi ni magaidi. Lakini wakati nasimama hapa na mueleza William Ruto vile serikali yake inafanya ukora, anatuita magaidi, anatuita magenge ya wahalifu. Sasa hiyo training tulienda wapi? Hiyo training ya kigaidi tulienda wapi? Hiyo training tumeenda, William Ruto ndiye ametufundisha hiyo kitu. Kwa hivyo mimi nawaomba 2027 tuungane pamoja. Wale wanaosema wako kwa Ruto na hawakumpigia kura pia mtoke huko, kwa sababu sisi tulikuwa huko. William Ruto ni baba yangu, lakini nyinyi mmemshika huko Nyanza. Si baba yenu, ni baba yenu wa kambo. Baba yenu walikufa na mshukiwa mkuu wa mauaji ya baba yenu ni huyu baba yenu wa kambo. Sasa uwezi niambia kwamba unajua huyu baba wa kambo kuniliko. Tuungane tumtoe William Ruto, kwa sababu William Ruto ndiye shida zinazokumba wa Kenya. Na usiambiwe one term ate hawana agenda. One term usiambiwe ate hawana agenda. Agenda ya one term iko sawa, kwa sababu tayari hiyo one term ni agenda, kwa sababu William Ruto ndiye anahangaisha wa Kenya, ndiye anaua vijana, ndiye anapora pesa, ndiye anatenga pesa hazieleweki. Hata hii pesa mnasema za fidia, hizo pesa zitalipwa Kipchumba Murkomen. Trump ndiye alipigia Ruto simu na akamweleza chenye alimueleza. Ruto akakubali. Kwa hivyo Ruto si ati anatutakia sisi wa Kenya, hapana, ni kupangwa, anapangwa na Muamerika. Sasa kama Amerika haitaki Ebola ijengwe kwao, hapa kwenyu itajengwa ikufaidi na nini? Mwingine anatuambia ati Ebola ikijengwa kituo hapa itatusaidia wa Kenya kwa sababu ya future. Hii ni Ebola ya 17. Tangu ya kwanza, ya pili mpaka ya 10, hii ni ya 17. Kenya hakujawahi jengwa kituo. Je, kumewahi kuwa na ripoti ya Ebola hapa Kenya? Na kama imewahi kuwa, ilitibiwa na nani? Na kama haijawahi kuwa, kwa nini tuwe na dhana ya kwamba hii serikali ya William Ruto ndio itaingiza Ebola Kenya? Hiyo ni akili potovu. Mwingine anakuambia ate Amerika itatupea pesa fidia ili ukigonjeka usije ukaraumu baadaye. Huyo ni mtu amechanganyikiwa na maisha na hana future. Wewe umepewa pesa na familia yako yote imekufa na Ebola. Hiyo ni faida ama ni ujinga?
Mwingine anatuambia wanajeshi wagome. Aliona wanajeshi nchi gani wakigoma wakiandamana? Hakuna. Mwingine anakuambia ati hakuona opposition ikiwa na dalili ya kukataa. Kwani mtu akiwa na dalili ya kukataa na alama gani? Opposition ina mahakama ni gani ya mwisho? Si ni mahakama? Mahakama imesema tumezuia na tumesimamisha. Wewe na unakuja kutuambia mimi sijaona opposition kama itakataa nini? Mahakama ishazuia imekataa. Na Aden Duale na yeye na William Ruto wanasaidia Muamerika kuvunja sheria za Kenya na kuvunja katiba ya Kenya. Na uwezi toka hapa Kenya uende Amerika uvunje sheria yao ndio usaidie wa Kenya. Sasa Muamerika anataka kuvunja sheria zetu hapa Kenya, anataka kuvunja katiba yetu ndio asaidie Muamerika mwenzake. Kwa nini hicho kituo kisijengwe Kongo? Kwa sababu hapo ndio watu wanagonjeka. Kiwekwe karibu kisaidie wa Kenya, wa Amerika na wa Kongo wenye wanagonjeka. Sisi hatuko tayari kufuga Ebola hapa. Either itakuja haitakuja, hatuko tayari kuifuga kwa sababu wakati utajenga kituo kama hicho pale utazuia, utaweka security, watu hawataingia, kutakuwa na quarantine nini, lakini kunguru hutamzuia kuingia pale. Kuna matibabu inafanyika, kunguru atachukua pamba, atachukua sample, atapeleka nje. Mnyama mwingine kama umbo ama mnyama wa msituni atachukua, itakaa Mount Kenya ama msitu mwingine itakaa. Baada ya mwaka moja inalipuka. Mwamerika atatusaidia. Baada ya mwaka moja inalipuka. 1.7 billion ndio zinafanya Ruto asaliti wa Kenya. Hao waadhiriwa wako sawa kwa sababu wakati rais anasema hii pesa ambao wanafidiwa, hiyo pesa haitoshi kulipa uhai wa binadamu na hautoshi kulipa uchungu wa wazazi. Sasa Rais William Ruto anapolia machozi ya burukenge, anafaa tuambie kama haziwezi kulipa uhai wa mtu, hizo pesa anatoa milioni 2. Kwa nini anaua vijana wa wenyewe na anajua hana uwezo wa kulipa uhai? Je, atalipa na aache kuua vijana ama atalipa na angoje auwe wengine awalipe? Kwa sababu hiyo machozi analia Rais William Ruto ni machozi ya burukenge. Hao waadhiriwa wako sawa. Tumeonyeshwa zile pesa watafidiwa. Hatujaonyeshwa wale wa polisi ambao waliwadhulumu kama wamehukumiwa. Hatujaonyeshwa hiyo, hatujui kama kuna mtu mimi saa hii najua kuna kesi 2 zinaendelea za maofisa 2. Na wale watu wamedhulumiwa wanasemekana ni zaidi ya 1000. Haiwezi kuwa askari 2 ndio walidhulumu watu 1000. Bunduki moja haiwezi kuwa na risasi zaidi ya 60 ama 50. Hao watu wako wapi? Ikiwa umepata huu mtu aliadhiriwa, aliumizwa akadhulumiwa haki zake, aliyemuumiza amehukumiwa ama ameshtakiwa ama haki imepatikana, na hii pesa unatuambia kwamba haiwezi kulipa uhai wa mtu, ni pesa ya nini unatoa? Na hujaomba msamaha kwa sababu wewe William Ruto ndiye muuaji mkubwa. Unajua mimi ninaposimama na ukisikiza ile wimbo ya tupatupa, ile wimbo ya tupatupa, sitaki kisemekana nimeongea hate speech, lakini nafananisha tu Ruto na ile wimbo ya tupatupa. Shetani hata ni muhimu kuliko Ruto, kwa sababu shetani anakuja anakuonyesha, anakupandisha kwa mlima, anakuambia unaona zile vitu zote, mimi ukiniabudu nitakupea, anakuonyesha kabisa. Lakini Ruto anakuambia hizo vitu lakini hutaziona na hatazifanya. Kwa hivyo afadhali shetani kuliko Ruto, kwa sababu shetani anakuonyesha. Ndio maana tunasema ni one time. Heri tumwabudu shetani kuliko tumwabudu Ruto, kwa sababu shetani anakuonyesha ni hii dhahabu, ukiniabudu nitakupa. Ruto anakuambia si mnaona nimeinua vijana, si mnaona nimeinua vijana, ukiangalia kando unaona makaburi ya vijana. Si mnaona nimetengeneza uchumi, si uchumi iko mzuri. Ukiangalia pande hii migomo, ukiangalia pande hii shule zinachoma, ukiangalia pande hii madaktari, ukiangalia pande hii walimu. Nyinyi mnakuja kutuambia mambo ya affordable housing. Affordable housing walioajiriwa staff na government wanakatwa pesa. Trump ndiye alipigia Ruto simu na akamweleza chenye alimueleza. Ruto akakubali. Kwa hivyo Ruto si ati anatutakia sisi wa Kenya, hapana, ni kupangwa, anapangwa na Muamerika. Sasa kama Amerika haitaki Ebola ijengwe kwao, hapa kwenyu itajengwa ikufaidi na nini? Mwingine anatuambia ati Ebola ikijengwa kituo hapa itatusaidia wa Kenya kwa sababu ya future. Hii ni Ebola ya 17. Tangu ya kwanza, ya pili mpaka ya 10, hii ni ya 17. Kenya hakujawahi jengwa kituo. Je, kumewahi kuwa na ripoti ya Ebola hapa Kenya? Na kama imewahi kuwa ilitibiwa na nani? Na kama haijawahi kuwa,
Kwa nini tuwe na dhana ya kwamba hii serikali ya William Ruto ndio itaingiza Ebola Kenya? Hiyo ni akili potovu. Mwingine anakuambia ate Amerika itatupea pesa fidia ili ukigonjeka usije ukaraumu baadaye. Huyo ni mtu amechanganyikiwa na maisha na hana future. Wewe umepewa pesa na familia yako yote imekufa na Ebola. Hiyo ni faida ama ni ujinga? Mwingine anatuambia wanajeshi wagome. Aliona wanajeshi nchi gani wakigoma wakiandamana? Hakuna. Mwingine anakuambia ate hakuona opposition ikiwa na dalili ya kukataa. Kwani mtu akiwa na dalili ya kukataa na alama gani? Opposition na mahakama ni gani ya mwisho? Si ni mahakama? Mahakama imesema tumezuia na tumesimamisha. Wewe na unakuja kutuambia mimi sijaona opposition kama itakataa nini? Mahakama ishazuia imekataa. Na Aden Duale na yeye na William Ruto wanasaidia Muamerika kuvunja sheria za Kenya na kuvunja katiba ya Kenya. Na uwezi toka hapa Kenya uende Amerika uvunje sheria yao ndio usaidie wa Kenya. Sasa Muamerika anataka kuvunja sheria zetu hapa Kenya, anataka kuvunja katiba yetu ndio asaidie Muamerika mwenzake. Kwa nini hicho kituo kisijengwe Kongo? Kwa sababu hapo ndio watu wanagonjeka. Kiwekwe karibu kisaidie wa Kenya, wa Amerika na wa Kongo wenye wanagonjeka. Sisi hatuko tayari kufuga Ebola hapa. Either itakuja haitakuja, hatuko tayari kuifuga kwa sababu wakati utajenga kituo kama hicho pale utazuia, utaweka security, watu hawataingia, kutakuwa na quarantine nini, lakini kunguru hutamzuia kuingia pale. Kuna matibabu inafanyika, kunguru atachukua pamba, atachukua sample, atapeleka nje. Mnyama mwingine kama umbo ama mnyama wa msituni atachukua, itakaa Mount Kenya ama msitu mwingine itakaa. Baada ya mwaka moja inalipuka. Muamerika atatusaidia. Baada ya mwaka moja inalipuka. 1.7 billion ndio zinafanya Ruto asaliti wa Kenya. Unajua ukitaka kuelewa hii siasa, mimi huwa nasema kila siku. Hii siasa ukitaka kuelewa ifananishe na mkebe. Wakati utatoka hapa uende pale kwa duka, ununue mkebe, upate hiyo mkebe imechorwa tomato. Obvious wewe kwa akili yako utajua hii ni tomato ya mkebe, hii ni tomato ya kusagwa ama ni mbegu za tomato. Wakati utaenda kwa ile duka ununue mkebe upate imechorwa carrot, utajua ni carrot ya kuasagwa ama ni mbegu ya carrot. Lakini wakati utaenda kwa hiyo duka ununue mkebe upate imechorwa panya, usifikiria kwamba huyo ni panya wa kusagwa wako hapo ndani ama ni nyama ya panya iko hapo ndani. Hiyo ukikula utakufa. Kwa sababu hiyo ni sumu ya panya. So kama umezoea kuangalia mikebe yote ni chakula iko nayo, chunga sana. Na ndiyo hawa. Sasa William Ruto ni mkebe ya sumu na imechorwa panya, imechorwa chakula na inaua wa Kenya. Kwani yule msanii wa Ndeto, yule mwanamke aliuawa Nairobi, aliuawa kwa sababu gani? Hakuuawa kwa sababu ya affordable housing. Hakuuawa kwa sababu Ruto anaenda kutuwakilisha mataifa ya nje. Aliuawa kwa sababu amechorwa sura ya William Ruto. Sasa kama mtu anauawa kwa sababu ya sura ya William Ruto, je, upatikane na sanamu ya William Ruto? Hiyo itakuwa ni kama kuingia Jerusalemu na sanamu ya shetani. Kwa sababu William Ruto yeye mwenyewe kuanzia jina lake ni hatari kwa usalama wa wananchi wa Kenya. Na hilo jina tayari William Ruto ndio linatesa wa Kenya. Kama mwanamke ameuawa juu ya kuchora sura tu. Osama alikuweko. Bin Laden alikuwa gaidi. Mimi sikusikia mtu ameuawa kwa sababu amejichora Osama. Sasa unaona vile Ruto amezidi mpaka amempita Osama bin Laden. Amekuwa ni tishio kwa maisha watu ambao wanawaongoza. Sasa wewe unatuua hapa Kenya. Unaenda unatuambia unaenda kutuwakilisha France. France huko umeenda kuwakilisha ama umeenda kuwakilisha tumbo lako? Wakati unatuambia unatupeleka sijui nchi gani, sijui Senegal, sijui ni Singapore. Huko Singapore hakuna vijana? Si kuna vijana? Mbona unataka uue vijana hapa umalize, nani atakayeenda Singapore? Si unaona huyu William Ruto ni munafiki? Unajua saa zingine ni tuelezane ukweli. Usiniambie sijui mtu kufidiwa. Sisi tumesema sisi wenye waliuawa walikuwa hawafai kufidiwa kabla William Ruto hajaomba msamaha. Kwa sababu pesa tulisikiza akiongea, kaongea akasema hii pesa haiwezi lipa uhai wa mtu na haiwezi lipa uchungu wa wazazi. Kama mzazi amemlea mtoto kutoka mdogo, amemsomesha, amemlea mpaka amefika hiyo mtu mzima wa kuuawa na Ruto. Na tumeambiwa hapa na mzee hapa kwamba Kenya hatuwezi pata suruhu la shida ambazo zinatukumba
wakati tutasimama tuanze kusema hata wakati wa Uhuru pesa ziliibiwa, hata wakati wa Kibaki walipora. Hata tunasema sasa sisi tuko na Ruto kwa sababu ako na panga ataiba. Wengine tunasema sasa si nyinyi ndio mlimweka sasa si mumutoe. Unapata? Hatuwezi pata suluhu ya aina hiyo. Lazima tuweze kutatua shida mahali iko na tujue, ndio tujue vile tunaweza i-confront kama wananchi, kwa sababu kama wale wajua wataki kutusikiza na sisi pia hatutaki kusikizana, tutaelekea wapi kama nchi? Wakati unaniambia watu wakipigwa marisasi ati wanafaa walipwe, wewe unachangia na hakuna mtu wenyu alipigwa risasi, unamaanisha nini? Juzi tumeona kwa kanisa St. Cathedral watu wa pale wa mawakili wameenda pale kuzungumzia mambo ya katiba. Wahuni zaidi ya 200 wakapita maofisa wa polisi kabisa na wakaingia huko kupiga watu, kudhulumu na kuiba, polisi wakiwa nje. Alafu uniambie wakati mtoto wa miaka 15, 16 hana ID ameandamana university, polisi wanakuja na mabastora kama ni movie wanaakti wakilenga vijana. Uniambie wale wezi 200 walikosa mtu wa kuwapiga marisasi namna hiyo, lakini wale mawakili wako pale ndani wanatumiwa wahuni, wanatumiwa wakora ndio wavuruge hiyo katiba isijadiliwe. Lakini yule mtoto ambaye anaandamana kwa university student anatumiwa mapolisi na mabastora apigwe marisasi. Hiyo unaniambia nini? Hakuna kitu umeniambia. Ruto ni mtu ambaye ameuza nchi kabisa na ameimaliza. Hii mambo unasikia kambi za karantini ziko na nyuki sijui wapi, hakuna karantini yoyote. Sisi tunajua Ebola iko Kongo, Ebola iko Uganda, Muamerika ametokea wapi na Ebola? Hii ni biashara ya kuuza viungo vya binadamu na tayari imeanza kunoga kwa sababu wale makatero wamepata habari na mapema. Wameanza kuiba watoto. Ndio unasikia kwa taarifa mtoto ameiba mtoto. Ukienda kuangalia nani alipatikana akiiba mtoto, ni mtoto mdogo, ameiba mtoto mdogo kabisa. Na hii yote ni William Ruto. Kabla hatufika uchaguzi wa 2027, watu wengi sasa watakuwa ni kutekwa nyara na kupotea. Kwa sababu Amerika iko na upungufu wa damu na iko na upungufu wa viungo vya binadamu. Ndio maana William Ruto na Trump wamekula njama watengeneze karantini na nyuki. Ndio watu wakipotea waache kuchukua muda mrefu kusafirishwa, wapelekwe na nyuki na itakuwa karibu kutoka na nyuki kuletwa Nairobi wanatasafirishwa. Mimi kama mtoto wa Maumau kwanza hiyo nimekataa. Nimesema kama ni kujengwa kambi ijengwe mahali kwingine, lakini isijengwe Mlima Kenya. Kwa sababu William Ruto kwanza wako na nia ya kumaliza watoto wa Maumau. Na sisi tumekataa. Kama ana lazima ajenge hiyo kambi hapo, ahakikishe ya kwamba mzungu akiingia Kenya, mzungu mmoja, watoto wa Maumau ama watu wa Mlima Kenya wamepatiwa bilioni 1. Kila masikini anapatiwa milioni 1, maskini 1000 wapatiwe hiyo bilioni. Mzungu mwingine akiingia sisi tuko tayari kumpokea. Bora awe na bilioni 1. Kila maskini anapewa milioni 1, hiyo tuko tayari. Lakini hii ujinga William Kasongo hii hatutakubaliana nayo. Na 2027 tukubaliane sote, kama nyinyi ni one term kama mimi, tukubaliane sote tutaweka William Ruto kwa gunia. Msituambie mambo ya manyumba. Hizi nyumba zimekuwekwa, hata mimi nikizaliwa niliona manyumba na sina nyumba. Hata William Ruto akizaliwa alipata manyumba na akaona manyumba. Sasa ndiye anakuja kutuambia anatujengea nyumba. Wewe utaishi hii nyumba vipi kama huna kazi? Sisi sote tangu nyumba zianze kujengwa hapa Mombasa Pakistan ni miaka karibu 5 na zimekamilishwa, mnatuambia ati tuende kazi hapo. Mbona usiende kazi hapo? Mbona usiende kuishi hapo? Si nyote hamuna manyumba nyinyi? Nyinyi hakuna mtu ana nyumba hapa. Si muende mkaishi Pakistan. Kama nyinyi mnakubaliana na Ruto kwamba Wakenya wanaishi kwa msitu, si muende mkaishi hapo Pakistan. Hizi nyumba haziwezi kutusaidia. Hii nyumba haiwezi punguza gharama ya maisha. Hii nyumba haiwezi punguza bei ya mafuta. Hii nyumba haiwezi fufua wale vijana Ruto aliua. Hii nyumba haiwezi fufua uhuru wa wanahabari. Hii nyumba ni ya kukufunga macho tu. Ruto auze simiti, auze chuma, auze mambo yenye atauza, akwambie nyumba imekamilika. Wakati tutamweka William Ruto kwa gunia 2027, akiacha hizi manyumba, mwenye ataingia atakwambia hakujui na atakwambia anaweka mikakati mpya. Utaishi kulingana na mikakati ya rais aliyeingia, si ya William Ruto. So ujue hii mambo ya nyumba unakoniwa.
Kama hii soko mnatuambia William Ruto amekuja kufungua hapa. Hii ni soko ambao haitoshi, hata zile vibanda ziko pale hazifiki 20. Hii ni kazi ya MCA wakisaidiana na mzee wa mtaa na chifu. Si mambo hata ya mbunge na governor. Soko ya vibanda 20 na mafuta imepanda. Wananchi ndio hao wanalalamika njaa, gharama ya maisha imepanda. Hiyo ndio shida tunafaa tuelewe. Siku ya leo Mungu ametuwezesha tumekutana hapa. Nasikia wengine wanasifu William Ruto, lakini sijui wako Kenya gani. Kwa sababu jina William Ruto kwa Kenya hii ni jina hatari kwa usalama ya mwananchi wa Kenya. Jina William Ruto ni jina hatari katika usalama wa nchi yenyewe na usalama wa wananchi wenyewe. Ndio maana unaona mtu akijichora tattoo ya William Ruto ni sawasawa na mtu ameenda kulina asali mchana akiwa uchi. Mtu ambaye anaeneza injili ya William Ruto ni sawasawa na mfungwa ambaye anatangaza vita jela akiwa ndani ya prison na anatangazia askari jela vita na ako ndani ya jela. Huyo ndiye mtu ambaye anaunga William Ruto mkono. Na huyo mtu si kupenda kwake, ameteswa na William Ruto, lakini hataki kukubali ameteswa na William Ruto. Unajua, ukitaka kumwelewa William Ruto, kama wewe ni mkulima, William Ruto unafaa mchukulie ni kama umbwa mwenda wazimu mwenye amekata nyororo na akona njaa. Sasa nyinyi wakulima, mnyama kama huyo mnaona afanyiwe nini? Sinuanta. Mnyama kama huyo ni wakuwekwa kwa gunia, apelekwa ICC. Kwa sababu wewe wakati unakuja kutuambia utaleta wazungu kutoka Amerika wakuje waweke kambi yao na nyuki kwa sababu wako na Ebola. Na sisi tunajua Amerika ni superpower. Amerika ni nchi ambayo inajiweza, iko na uwezo. Kwani hawana uwezo wa kuweka karantini kwa Amerika watibu hao wazungu? Kwa nini wanatuletea hao wazungu hapa? Hiyo Ebola ni janga la kitaifa huko Amerika. Na sisi hapa pia tuna janga zetu za kitaifa ambazo William Ruto anafaa azungumze na Trump. Amwambie kwanza vijana kukosa kazi ni janga la kitaifa Kenya. Umaskini ni janga la kitaifa Kenya. Mambo ya pesa za umma ama mali ya umma kuporwa ni janga la kitaifa Kenya. Kwa hivyo wakati Ruto ananegotiate na Trump, kama watajenga kambi hapa ya karantini ya Ebola ya Amerika, wahakikishe pia wamejenga kambi ya watu wanaotafuta kazi Amerika wa kutoka Kenya. Mzungu mmoja akiingia na nyuki, mtu mmoja kijana anayetafuta kazi anaenda Amerika kwa hiyo kambi. Angoje kazi hapo. Mzungu mwingine akiingia na nyuki, maskini mmoja anachukuliwa hapa Kenya, anaenda Amerika awekwe kwa kambi hizo za watu ambao ni maskini na watu ambao wanangoja kazi kutoka Kenya.